mtata. Mama mwenye nyumbani mtata, kila siku maneno hayaishi. Mama kila siku ugomvi hauishi. Mama kila siku maneno hayaishi. Mama. Hebu njoo. Mama, mimi nilikuwa tu nasalimia. Njoo mama. Nilikuwa nasalimia tu mama. Nikwambia njoo. Sawa. Kaa chini. Sababu ningependa. Mama, mimi kwa sijui. Ujui nini unachokijua hivi? Nilikuwa tu nimekuja kukusalimia mama. Sasa sikia. Kuanzia leo, yani hicho unachokiona. Baki hivyo. Uli wako nikisema mtu na yote. Kwa vizuri, baki hapa naona kama mwanga unanipiga. Rudi hapa, kaa hapa na langu ona sura yako. Yaani kile siku wewe umbea uache. Unakuwa kumjadili au. Sasa nisikilize. Unaona hili swala wewe uliona hapa. Fanya kama hujaona. Na ole wako nilisikie kwa mtu. Nikilisikia kwa mtu hata kama ulinyuka mkataba jana, yani nikwambia kitu, utaondoka kwenye nyumba yangu huku unajipenda. Tena utaondoka nikikusikia maana wewe ni mbea. Katika moyo wako hujawahi kukaa na neno. Hebu fanya hivi. Unaona komeo una. Yaani wanaume wote wana makomeo hapa. Yaani wanakaba. Sasa wewe kama kaba una nikilisikia hili. Mimi haya maneno waga sinaga kabisa. Eti mambo ya umbea. Hata Super mwenyewe anajua. Nimekaa naye sana muda pale. Eti Super mimi napenda kama mambo. Funga bakuli lako na mdomo wako funga zipo. Na domo langu. Haya mama, sawa. Ndio nimekwambia nisije nikasikia huko. Ole wako nisikie. Haya mama. Alafu kuna ushauri nataka nikupe mama, hela samahani. Samahani mama, ushauri ukupa. Nakusikia. Mimi tu nilikuwa naomba mwende tu mkamalizie chumbani bwana. Naweza kaja mwingine hapa. Kaje kaa shida vitu mali. Aise bora hata nimekukuta. Maana nilikuwa nawaza ule ubuyu utaupataje toka tulipoonana pale siku ile mpaka leo hata na wewe hujanitafuta. Ndio unaniambia kwamba mume wangu tu na Kema. Wewe umkuta Kema peke yake. Wale nimewakuta kabisa. Na mkao waliokuwa wamekaa ni mkao kimahaba. Si nilikuonyesha kule au tena nikwambie tena nikuonyeshe tena vile walivyokuwa wamekaa. Mimi nimefika pale nimekuta Kema peke yake kakaa pale. Wewe umeniambia mume wako sijui yuko na Kema kule sijui unafanya nini. Nimefika pale Kema kakaa peke yake hayupo na yoyote. Super na Kemali wana mahusiano. Na ukizubaa unajua wasikuwa vile walivyo. Kemali nakupa miezi hizi 3. Unaweza kuona tu anatema mate tayari ashapiga. Sidhani kama mume wangu anaanza kufanya hivyo. Uzani. Basi endelea hivyo. Alichunguza ili kwa makini zaidi. Badala ya kuitwa wewe mama Rajabu, mwenzako ndo atakuwa anaitwa mama Rajabu. Nimekupa huo. Ufikirie. Alifanyia kazi. Wala alikupa kazi ya umbea kweli kakuweza. Watu tunalipwa. Haya. Mtaani kumekuwa ni gumzo. Mama. Mtaani kumekuwa ni gumzo. Kwa vizuri. Subiri basi watu wapite wanzi. Subiri hata watu wenyewe. Sina kusikia uko vizuri jamani. Vipi kwa unachungulia nini? Yani mpenzi wangu uko vizuri kweli yani. Umeweza. Umeenjoy lakini. Nimeenjoy kabisa. Yani umelizika. Mpenzi wangu yani unayaweza. Kampasi uko shikamoo. Kwenda zako hapa na wewe. Kwenda zako unataka jogoa pande mtungu nyoo. Maneno yenu hao nimeshayazoea. Na kwa taarifa ndio naanza sasa. Kawaambie na wenzenu. Nenda kawaambie huko mjumba wa pili kwamba kazi ndio naianza.
Si mimi. Huwezi kuamini, kumbe ndoa ya Zikiri kwa vijana. Wewe naye una simu kubwa funu wewe juu ya mtandaoni ndugu yangu. Kitu gani? Huyo Zikiri kama mpasuko. Jana nilienda kanipa show hiyo hatari. Kanipa show inaitwa Sina Lazia Babara ya Mama. Usiniambie. Jana ulikopo na mpasuko shoga yangu? Nilikuwa na mpasuko shoga yangu, nimepata kitu hicho hatari. Umemwonaje kwanza? Jana mimi paka nikasema shikamoo. Yuko vizuri. Ana moto. Hatari. Mbona unaguna? Na kicheko juu vipi? Nicheke kwanza. Hebu ngoja nikuulize swali. Wote niwaulize swali. Kwa hiyo unasema mpasuko jana umelala naye? Ndio. Na wewe? Sasa kumbe nini? Vitu adimu. Nikwambia vitu adimu. Kuchekesha ni kipi? Bwana. Nimekubali. Umekubali nini? Basi sawa, ina shida. Nitalifanyia kazi hilo. Ila nenda kalifanyia kazi. Maana mbea wewe. Umeshanipia kabisa kwa huyu naye mbea. Hapo. Kama nilivyokuambia. Kwa hiyo, kijana. Useme wewe una shilingi ngapi? Nikwambie tena mimi. Nakusikiliza wewe ongea. Sema wewe una shilingi ngapi? Kama bei inapanda au inashuka ndio nitajua. Nitakupa shilingi 10,000. Yaani mimi kabisa. Hebu sikiliza basi. Kabisa. 10,000. 30,000. Bao hili moja. 30,000. Baridi so case mimi nitakuongezea na shilingi 5,000 juu. Itakuwa 35. Uliishi au sio? Ndio lazima. Sasa wewe unaanza kuleta tamaa zako. Kwani mchongo nini bwana? Mchongo mimi si ndio nione mahali, kwani shida iko wapi? Sasa mbona unaanza kuleta tamaa? Wewe vipi? Unakagua mali, kwa shida iko wapi? Unakagua mali? Basi bora hata ungetoa advance. Sasa sikiliza basi kwanza. Mambo yasiwe mengi sana, muda mchache. Sawa. Kama sasa time zimecheza. Sawa. Mimi naomba saa moja tutakutana. Sawa, tukutane sokoni. Au sio? Mtaani kumekuwa ni gumzo. Mama. Mtaani kumekuwa ni gumzo. Mama. Kwa hiyo mdogo wangu Witi. Sasa hivi ndio shule tena utaki mambo ya maskuli. Bana Kaino, mimi shule naenda nasoma vizuri tu. Maana ninaambiwa, sasa hivi Witi hataki kwenda shule. Anaruka majoka usiku. Nikasema, hapa ngoja nimtafute ili nikimpata nimuulize kweli hayo majoka anaruka au vipi? Kakaangu wewe naye. Kwani unakaa huko mitaani? Unakaa umekosa kazi za kufanya nawe kwa ombe yako wote bado uchunguze vitu vya maana kaa chini na unasikiza tu au sasa hivi naruka majoka mimi huyo. Inawezekana maana yeye watoto 2,000 mnajiita sasa hivi hata watoto 5,000 inawezekana. Tuachane nayo kakaangu. Yaani nakwambia ninaombea kwanza kula 5 tukikuta sote ombea. Nisimkute bwana mpasuko. Anatoka na dem getu. Mpasuko huyu. Unamjua kakaangu. Bwana, mbona hii ni mpya ambayo yani kwenye data zangu ilikuwa haipo kabisa hiyo. Yaani inaitwa hatari. Lini hiyo? Lini? Majuzi kati tu mimi tukone mishimisho zangu kwa mashoga zangu huko. Si ndio napita. Bwana mpasuko huyo jicho kwa jicho hadi aibu. Kwa hiyo umeona kabisa bwana mpasuko anatoka ghetto na mtoto mkali, na ukiangalia mtoto mkali kweli inaonekana ametoka kwenye shughuli. Unasema kweli kabisa. Tena hapo nafikiria nini? Mtoto jino la 32 linatoka nje. Mtoto alipopata uroda. Kuna siku tulikuwa tumekaa pale na Mima. Na yeye Mima akanidokozea hivyo. Alikuwa na yule rafiki yake yule. Nani huyo? Si yule rafiki yake Chusi Mangala yule. Kulwa. Huyo bila bitaka Chusi Mangala huyo. Kwa sababu mimi na yeye wote tunafanana. Bora. Sasa wako wameniambia pale, bwana mpasuo anajua kupelekeana moto kabisa. Nikasema kweli anajua kupeleka moto? Kakaangu wewe tena unakombea ukaona achuza au vipi? Sasa na wewe tena umekuja kuniambia tena hivyo. Kwa yupo vizuri. Msikilize kakaangu. Yaani kwanza hapo yenyewe nilipokutana na bwana mpasuko. Wao kwanza kaanza kunitolea macho. Kitoto cha 2,000. Nikamshangaa na mimi tukawa tunaangalia.
Jamani, mpasuko huyu anatokana na demu geto. Kakangu, hivyo unaonaje dalili hizo? Hapa inawezekana kuna mchezo. Mchezo? Sasa cha kufanya, kwa sababu nikivuta taswira, Sofia hawezi kuongea uongo. Tena Sofia alipokuwa mama mtaa. Mtaani na alisema live na yule bwana mpasuo alikuwa ametoka ndani kwa Sofia. Hiyo itakuwa ni kweli. Sasa cha kufanya, ngoja nitafute data vizuri. Nikizipata takuja kukwambia. Mimi mwenyewe kaka, nikipita shortcut zangu huko, data mbona sasa tena nitakuwa tembea daftari naziandika. Nikifika tu hakika. Kama kawaida, mzee wa umbe, mzee wa data. Haya, kwa heri kakaangu. Tutakutana. Usisahau kupata zingine niletee. Poa. Haya, baadaye. Nimekosha sana. Unaweza hivi. Mama mwenye nyumba ni mtata.